Al-Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi irhamna fa innaka bina rahim, wa la tu'adhibna fa innaka alayna qadir, waltuf bina fima jarat bihi almaqadir. Anta ya maulana ala ma tasha'u qadir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la tad'a fina shaqiyyan wa la mahruma waj'al Allahumma khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayyamina yawma liqa'ik. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Wa ba'du, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah kwa fadhila zake katupa afya na kaubariki usiku wetu wa leo kwa kutusaidia kwenye kipindi hichi kitukufu baina al-maghribi wal isha, tukakaa itikafu msikitini, tukawa tunakumbushana mambo yenye umuhimu nasi kwenye maisha ya dunia na akhera. Katika muda huu mfupi, ningependa tukumbushane kitu kimoja tu, kinatosha, na kitu hicho kwa kupitia aya mbili nilizozisoma za suratu Shura kinatugusa katika maisha yetu ya kila siku. Kitu chenyewe ni uhuru aliopewa binadamu kwa lengo la kutahiniwa. Sisi binadamu tuko huru na tuna khiari, ametujalia hivyo Allah. Lakini uhuru tulio nao si uhuru wa kujivunia sana, kwa sababu mara nyingi huwa unatuponza huo uhuru. Na khiari tuliopewa si ya kufurahia sana, kwa sababu inahatarisha mustakabali wetu tunakokwenda. Kwenye suratu Shura aya ya 7 na ya 8 ambazo nimezisoma hapa, Allah akamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam: wakadhalika auhaina ilaika qur'anan arabiyya. Hiyo kadhalika inakuja baada ya maelezo ya nyuma tangu mwanzo wa sura. Allah ameanza sura yake kwa kujitakasa, akatoa historia ya maisha katika ulimwengu wa wanadamu tangu binadamu wa kwanza
mpaka kufika huyo mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yaliyojiri katika utaratibu wake wa kuleta mitume, wengine wakawa wanakubali na wengine wanakataa. Kwa ufupi sana, Allah kazungumza historia ndefu tangu kuanza maisha ya Adam alayhi salam mpaka kufika kwake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia hivi ndivyo ilivyo maisha ya watu, wameletwa duniani kwa ajili ya kutahiniwa na wametengewa siku ya kuja kupewa matokeo ya mitihani yao. Watakaofanya vizuri watatunzwa kwenye maisha ya milele, Allah atujalie nasi tuwe ni miongoni mwa hao, na watakaofanya vibaya wataadhibiwa kwenye maisha yao ya milele. Wakadhalika auhaina ilaika Qur'anan arabia, kama nilivyopeleka mitume kwa umma zilizopita na nikawapa mitume hao vitabu vya kuwaongozea watu wao, kwa utaratibu huo huo ndo nilivyokupa wewe wahai wa kitabu cha Qur'ani, na kitabu chako nimekileta kwa lugha yako ya Kiarabu. Litundhira umma alqura wa man haulaha, tumia kitabu hichi cha mwongozo uwaonye watu wa Maka na miji mingine duniani. Maka inaitwa Ummul Qura, ndo senta ya dunia, senta ya imani kwa huyo mtume wa mwisho. Waman haulaha, na watu wa miji mingine, anamaanisha katumwa kwa dunia nzima, kama ilivyosema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sikukutuma wewe Muhammad ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Kwa hiyo nimekupa kitabu na nikakutuma kwa watu wote duniani. Litundhira ummal qura wa man haulaha, uwaonye watu wa Maka na miji mingine duniani, ujumbe huu ufike. Kwa hiyo mtume yuko Maka, hakuwa msafiri sana, maisha yake yote kaishia pale, lakini kazi aliyopewa, aliambiwa ifike dunia nzima, awe ni rehma kwa walimwengu wote. Watundhira yauma aljam'i la raiba fihi, waonye watu na siku ya mkusanyiko mkuu, siku ambayo watu wote watakuwa wamekusanywa mbele ya Mola wao. Yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, sio mradi watakuwa wamesimama tu. Msimamo huo una kazi, ni msimamo wa kwenda kupewa matokeo ya mitihani walioifanya kwenye umri wa kila mtu walioishi hapa duniani. Baada ya kupewa matokeo yao, watagawika makundi mawili, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kuna tapo la watu watakaokuwa wamefanya vizuri, wataenda peponi, Allahumma ja'alna minhum, na kuna tapo la watu watakaokuwa wamefanya vibaya hapa duniani, wataenda motoni, wal'iyadhu billahi min dhalik. Na aya ifuatayo Allah akasema, walau shaa Allahu, kama Allah angetaka, la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan, angewajaalia watu katika kuwaumba wakawa umma mmoja, yani wangekuwa kama vile walivyo malaika, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamwasi Allah kwenye lolote analowaamrisha na hawafanyi wakasema imetosha. Basi kwanza wanafanya kwa ukamilifu yote wanayoagizwa. Angetaka Allah watu waumbe hivyo kama malaika, angewaumba hivyo. Walakin yudkhilu man yashau fi rahmatihi, lakini Allah humuingiza kwenye rehema zake anayetaka. Nimetafsiri anayetaka kwa sababu ukitafsiri Allah humuingiza amtakaye, huwa ina ukakasi hiyo lugha, watu huwa wanaelewa vibaya. Wanaelewa kwamba Allah wengine kawaumba tangu walipowaumba kawatengeneza wawe wabaya.
Kwa hiyo inaleta picha ya kwamba kuna watu wameandaliwa na muumbaji wao, huyu nataka awe mkorofi, awe kafiri, piga ua huyu asiamini. Na kuna wengine wamependelewa, wakatengenezwa kwamba huyu vyovyote nataka awe mwongofu, wakati si tafsiri sahihi. Amtakaye Allah huwa ni yule anayetaka mwenyewe, na anayemkataa Allah huwa ni yule aliyekataa mwenyewe. Kwa hiyo walakin Allah yudkhilu man yashau fi rahmati, Allah humuingiza yule anayetaka mwenyewe kwa hiari yake kwenye rehema zake. Wadhalimuna, na wale wanaodhulumu nafsi zao kwa kukataa, ma lahum min waliyin wala nasir, madamu wameukataa mwongozo wa Allah hawawezi kupata mahala pengine wa kuwatetea kwenye kesi zao, wala wa kuwanusuru na adhabu baada ya kuhukumiwa. Katika suratu Shamsi, sura iliyoko katika juzuu ya Amma, Allah ameianza kwa viapo. Kaapa washamsi wa duhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallayli idha yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Kaapa viapo kadhaa ambavyo vina mantiki ya maana na malengo ya kuumbwa kwa binadamu kama mtahiniwa. Manake angetaka Allah tangu alipoumba wanadamu angechagua tu pale pale, akasema hawa wazuri natia peponi na hawa wabaya natia motoni. Moto ulishaumbwa kabla binadamu hajaumbwa, na pepo ilishaumbwa kabla ya binadamu kuumbwa. Sasa baada ya kuumbwa binadamu, na kwa sababu muumba alijua wengine wametengenea, wengine wameharibika, wengine wazuri na wengine wabaya, na alishawaandalia matokeo yao, wapi watakwenda watu wema na wapi watakwenda watu waovu. Angefanya tu mapema maamuzi yake, asingehojiwa na yoyote, kwa sababu mwenyewe ndo kaumba viumbe, havikuwepo, hakuvinunua mahala, hakuwateka nyara, kaumba mwenyewe, kama alivyosema katika aya ya pili suratu Taghabun, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi binadamu, lakini baada ya kuumbwa baadhi yenu ni makafiri na baadhi yenu ni waumini. Sasa hawa makafiri sio Allah kawaumba wawe makafiri, na waumini sio kwamba kawaumba hawa akawajaza imani yeye mwenyewe makusudi. Huu mgawanyiko ni baada ya watu kuja katika uwepo wa ulimwengu huu na wakawekwa kwenye mazingira ya kuwa wako huru na wana khiari. Kwa hiyo katika viapo alivyowapa vinamaanisha hivyo kwamba washamsi wa duhaha, ninaliapia jua na mwanga wake, walqamari idha talaha, na ninauapa mwezi unapoliandama jua. Washamsi wa duhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha, ninauapia na mchana unapolidhihirisha jua. Wallayli idha yaghshaha, na ninauapia usiku unapolifunika jua. Sasa hivi tuko kwenye usiku, jua halionekani na nuru yake haipo, kwa hiyo tuko kwenye kiza. Wasamai wa mabanaha, ninaziapa na mbingu na aliyezijenga. Wal ardi wa ma tahaha, na ninaiapia ardhi na aliyeitandika. Haya ni mazingira ambayo aliyaandaa kwa ajili ya watahiniwa kabla ya watahiniwa kuja hapa.
na mwisho akajiapa yeye mwenyewe aliposema wa nafsin wama sawaha, ninaiapia nafsi ya binadamu na ninamuapa yule ambaye katika maumbile nafsi zote kaziumba sawa sawa. Binadamu sote matayarisho yetu ya kimaumbile yako sawa sawa. Faalhamaha fujuraha wa taqwaha, baada ya kuumbwa binadamu Allah akampa ilhamu, kampa binadamu ilhamu. Ilhamu ni uwezo ule wa kimaumbile aliyopewa kila binadamu wa kujua kutofautisha zuri na baya. Yeye mwenye binadamu anajua mambo gani anayapenda yeye afanyiwe mazuri na mambo gani anachukia hapendi yamfike mabaya. Binadamu kaumbwa hivyo. Halafu baada ya kuumbwa vizuri binadamu na wakatayarishwa kwa matayarisho sawa sawa, hapa ndipo tulipoachwa huru na tukakhiarishwa. Katika nadharia ya maisha yetu ya duniani tuna mifumo ya kitaaluma, tunasoma shule. Kwa hiyo ukiwa uko kwenye darasa fulani, labda form 2 au form 4, inategemea roli ya darasa, mko watoto wangapi. Zamani tuliposoma sisi, roli ya darasa ni watu 28 mpaka 30 tu, na pengine 5 tu ndo wanawake, 23 watakuwa ni wanaume. Zamani tuliposoma sisi, wanawake waliokuwa sio wengi shuleni. Lakini mwalimu wetu wa hisabu mmoja, mwalimu wa sayansi mmoja, mwalimu wa jiografia mmoja. Kwa hiyo mwalimu anapokuja kusomesha somo lake, wanafunzi wote tupo, kila siku tunahudhuria, hakuna mtoro anayetoroka. Lakini tunaambiwa musome, haya mnayosomeshwa ndiyo yatakayotoa masuala ya kuulizwa nyinyi kwenye mtihani mwisho wa mwaka. Sasa masomo yote tulisoma sawa sawa, lakini siku ukija mtihani, kwanza mwalimu hatumuoni tuliyemzoea. Msimamizi wa mtihani anakuwa mgeni kabisa na sisi. Halafu mwalimu huyu msimamizi wa mtihani hatengenezi urafiki na mtu, hacheki ovyo. Anatakiwa akupe utulivu na amani. Nyenzo zote za mtihani unapewa. Zama hizo sisi tulikuwa tunaandikia kalamu ya wino wa maji. Kwa hiyo unapewa kalamu, unapewa kichupa cha wino, unapewa blotting paper. Kalamu ikitapika ile blotting paper unyonyee ulo wino. Unapewa penseli, unapewa raba, unapewa kama ni mtihani wa hisabu mathematical set yote, compass. Mwalimu hataki usumbuke kwenye mtihani, uwe huru na upate utulivu wa kufanya mtihani wako. Usumbuki hata kidogo. Kalamu ikikudondoka, msimamizi anakuja kukuokotea, anakupa wewe, pale unakuwa mheshimiwa. Umepewa karatasi ya maswali, unaambiwa time allowed 1.5 hour, possible marks 100%, pass marks 75%. Kwa hiyo wewe kazi kwako, mtihani wako utaufanya ndani ya 1:30. Ikisha 1:30 muda umeisha. Lakini uko huru, hubughudhiwi na nyenzo zote, unasaidiwa. Na Allah kamuumba binadamu kama alivyosema, angetaka angewafanya wote waongofu, lakini hakutaka hivyo, kwa sababu kajua wengine watatengenea na wengine wataharibika, wengine wamenyoka na wengine wamepinda.
akatuwekea session hii ya kuja hapa duniani, yule ambaye alimjua huyu kapinda, kule kupinda kwake akuthibitishe mwenyewe hapa hapa duniani, na yule ambaye Allah alimjua huyu kanyooka, atathibitisha kwa vitendo kuwa kanyooka kweli. Kwa hiyo aliyekuwa mwema hapa duniani huonyesha ule wema wake mpaka muda ukimalizika, ndo muda wa mtihani umeisha, anaondoka kwa kifo. Na aliyekuwa kapinda, ukorofi wake huonyesha kwa vitendo hapa hapa duniani kwake mpaka muda unaisha, anaondoka kwa kifo. Alafu ndo tumewekewa hiyo yaumul jam'i la raiba fihi, siku ambayo watu wote watakusanywa mbele ya Allah. Haina shaka hiyo siku ipo tu, tukiamini ipo, tusipoamini ipo. Tukijiandaa hiyo siku ipo, tusipojiandaa ni uzembe wetu wenyewe. Hiyo siku ipo. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Tapo moja litakuwa ni la watu waliofaulu, litaenda janna, na tapo jingine ni la watu waliofeli, wataenda kwenye moto wa sa'ir. Sasa alipojiapa Allah, kaiapia nafsi ya binadamu na yeye aliyoiumba, wa nafsin wama sawaha, ninaiapa nafsi ya binadamu na ninamuapa yule ambaye alipoiumba nafsi kaiumba sawa sawa, hamna kasoro kwenye maumbile, alafu akaiwacha huru ikiwa ina khiari. Lile ambalo Allah kakutahini kwa kukwambia hili sitaki, we nafsi yako inaweza ikalipenda, ukasema kwani lina ubaya gani? Watu wangapi wanafanya? Kuona watu wengi wanafanya sio leseni ya kwamba lisharuhusiwa, wala si dalili ya kwamba Allah kisharidhika nalo, linabaki ni baya tu vile vile. Lakini wewe ukiwa huru, lile uloambiwa halitakiwi, ukiliendea, uwezekano wa kulifikia upo. Utalifanya, utalipenda, utalirudia tena na tena, kwa sababu uko huru. Na kwa sababu khiari yako umeitumia vibaya, Allah hukuachia tu. Hutuona nguvu ya Allah inakuja kukuzuia, kukwambia hili jambo si nimekukataza, hufanyi hilo. Hakuna nguvu kama hiyo Allah anatumia kumkataza mja wake aache alilomkataza, wala lile aliloamrisha. Utakapoona mimi sio ni faida yake, ukaliachilia mbali, hiyo inakuwa ni maamuzi yako mwenyewe, lakini lile jambo bado litabaki kwa Allah, ni muhimu vile vile. Uhuru na khiari uliopewa umekuwezesha kuona hili jambo mimi sioni faida yake, halina maana na mimi ukaliwacha, lakini mbele ya Allah bado hilo jambo litabaki kuwa lina thamani, ni muhimu. Lakini kwa sababu uko huru, ukiamua kulikataa linakatalika, na utakapolikataa jambo uliloagizwa, hakuna nguvu ya Allah itakayotumika kukulazimisha ufanye. Kilichopo alichokifanya Allah, kakuumba sawa sawa na akakupa ilhamu ya kujua zuri na baya, halafu akakuacha hapo. Ukupima utamalizia vipi mtihani wako? Akasema kad aflaha man zakaha, hapa ninawapima viumbe wangu, atakayefaulu ni yule atakayemudu kuitakasa nafsi yake. Na kuitakasa nafsi ni kule kuenda kwenye utaratibu uliotakiwa. Umejitahidi kusema hili nimeagizwa, nisipotekeleza agizo hili itakuwa nimekosea, na maadamu nitakuwa nimekosea, hiyo itakuwa ni madhara upande wangu. Kwa hiyo sitaki niwe ni mwenye kujiingiza kwenye madhara. Fanya basi ulichoamrishwa, na kama kuna lililokatazwa, umekatazwa wewe. Kujitakasa ni kujitahidi kuiambia nafsi yako hili jambo halitakiwi, baya, ni dhambi, nikilifanya hili ninajitia katika matatizo. Kwa hiyo ujitahidi jambo lililokatazwa uachane nalo. Maisha yako yote katika muda utakaoishi juu ya mgongo wa ardhi, unatakiwa ujichunge katika kiwango hicho.
uende kunakotakiwa na uachane na kule kusikotakiwa. Kama ni marafiki, ndugu, jamaa, mashabiki, shabikiana na watu wale ambao wako katika hobi yako. Kama unapenda kheri, unatakiwa ushirikiane na watu wa kheri. Ukijichanganya na watu wa shari, watakupotoa. Lakini wewe uko huru na una khiari, na Allah anakutizama ndani ya uhuru na khiari aliyokupa, utachagua kwenda upande upi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tunaangaliwa kwa uhuru na khiari tuliopewa. Mwisho tutakavyomalizia, atakayefaulu ni yule atakayeondoka na credit kwamba kajitahidi kujiweka kwenye upande salama, safe side. Kajitahidi kuishi maisha ya utaratibu wa Allah, akafanya aliyoamrishwa, akajitahidi kuacha yaliyokatazwa, akaishi hivyo mpaka mauti yakamkuta. Huyu ndo atakuwa kafanikiwa. Wakad khaba, na kwa hakika kaenda patupu, maana yake hakufanikiwa, hana matokeo mazuri. Man dassaha, yule atakayezika nafsi yake kwenye yasiyotakiwa. Lile analoambiwa usifanye, yeye ndo anafanya. Ndo dassa nafsahu fi dhulumati, kaizika mwenyewe nafsi yake katika viza. Lile aloambiwa hili muhimu, fanya, usije ukawacha, anasema mimi sioni faida yake, analiwacha. Lakini bado ni muhimu. Mbele ya safari, siku atakapokaa katika huo mkusanyiko mkubwa, ataulizwa kwa nini ukafanya hivi na ulikatazwa, na kwa nini hukufanya hivi na uliamrishwa. Kila mmoja majibu atakuwa anayo yeye mwenyewe. Wakadhalika auhaina ilaika Qur'anan arabia, kama nilivyowatuma wenzako na changamoto walizozipata, vivyo hivyo na wewe Muhammad ndo nimekutuma kwa watu wako. Nikakupa wahai wangu kwa lugha ya Kiarabu. Litundhira ummal qura, utumie kitabu hichi uwaonye watu wa mama wa miji. Kwa nini ikatajwa lugha ya Kiarabu? Kwa sababu mtume mwenyewe ni Mwarabu, na watu wake waliomzunguka kwenye jamii aliyokuwa anaishi ni Waarabu. Kwenye aya ya 4 ya sura ya 14 Allah amesema kanuni ya kutuma mitume, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayina lahum, sijatumapo mtume yoyote katika mitume niliyowatuma kwa watu duniani ila humpa mwongozo kwa lugha ya watu wake. Bilisani qaumihi, kwa lugha ya watu wake. Liyubayina lahum, ili kile ninachomtuma afahamiane nao vizuri kwa lugha wanayoielewa. Yani hata ingelikuwa na sisi tumebahatika kupata mtume kutoka Pemba, angelipewa kitabu chake kwa lugha ya Kipemba, wale wa Pemba wamfahamu kwanza, halafu watu wengine wanapohitaji rejea, wakipata mkanganyiko wa maneno, watakuja kwa Wapemba waambie, hii kwa maana hii, neno hili likifuatana na hili hukusudiwa hivi, sio hivyo ulivyoelewa. Ule ujumbe wa Allah unatakiwa ufike safi kama anavyotaka mwenyewe. Kwa hiyo mtume hupewa kitabu kwa lugha yake anayoongea na wale watu wake pale alipopewa utume. Kwa hiyo mtume wetu alikuwa ni Mwarabu, watu wake Waarabu, ingawaje katumwa kwa ulimwengu mzima. Na ndio maana utaona dunia nzima tukiswali swala ndo ile ile. Hata ukienda China wanaipiga suratul Fatiha vizuri tu, tena wakitafsiri ndo utasikia kwa lugha yao ambayo wewe huoni ndani. Kwa hiyo na mtume wetu kwa sababu ni Mwarabu, ndo akaambiwa na wewe nimekutuma nikakupa kitabu kwa lugha ya watu wako. Auhaina ilaika Qur'anan arabia, nimekupa wahi kitabu chako hichi kwa lugha ya Kiarabu.
litundhira umma alqura, alafu ukatajwa mji wa watu wanaongea hiyo lugha, ni ummul qura, Waarabu. Kisome hapa wafahamishe watu wako nini nimekusudia, waman haulaha, alafu wewe na watu wako muufikishe ujumbe huu kwenye miji mingine. Watundhira yaumal jam'i, uwaonye watu na siku ya Kiyama, siku ya mkutano mkuu. La raiba fihi, jambo hilo halina shaka, lipo tu. Mkijiandaa lipo, msipojiandaa lipo, lakini mkijiandaa itakuwa ndio bora, kwa sababu ndio lengo. Fariqun fil janna, kuna watakaojiandaa na kuna wasiojiandaa. Kwa hiyo fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kuna kundi litaenda janna na kuna kundi litaenda kwenye moto wa sa'ir. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jukumu letu sisi katika imani hii ya dini ni kumsaidia mtume kufanya lile kusudio la wahi. Tunasoma, tuyafanyie kazi yale tunayoyasoma, na sisi tukisoma na kuyafanyia kazi, tusiridhike sisi tukawa tunawacheka wengine. Kile ambacho tumekijua alafu tumefanya mazoea kwa kukifanyia kazi, tukiforward na kwa wengine, tuwafikishie na wenzetu. Ndo wadhifa tuliopewa, kwamba sisi tunaamrishana mema na tunakatazana mabaya kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yetu ya mpito yanatakiwa yafungamane na utendaji wa yale ambayo Allah kaagiza, na yanakuwa ni sehemu ya lengo la kuletwa kwetu ambalo ni ibada. Tukikosea tukatumia dakika bila ya kwenda kwenye lengo la kumwabudu Allah, itakuwa tumetengeneza kurasa zisizokuwa na kumbukumbu nzuri, hatutoweka rekodi nzuri. Kwa hiyo siku tukirejea, maswali kwetu yatakuwa mengi na magumu kujibu, hatuna tulichojiandaa. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe waumini kwa maneno na vitendo, tutekeleze kile ambacho wahai wa Kiarabu aliopewa mtume wetu. Sisi ingawaje sio Waarabu, tunatakiwa tuufahamu na tuutie kwenye utendaji, tufanyie kazi kwa faida yetu wenyewe. Kuna siku ya mkutano mkuu na sisi ndo wahusika, tutakuwepo. Watakuwepo mataifa yote, sio Waarabu peke yao. Kwa hiyo tutumie muda wetu vizuri na tujiandae na yale ambayo tunajifunza na kujua kwamba tutakutana nayo huko tunakokwenda, na tutumie uhuru na khiari tuliopewa vizuri kwa faida. Tusiwe kama vile mtume alivyoonya, amesema la takun immaan, mumin hutakiwi kuwa umo kwenye changanyikeni. Immaan manake mimi ninafata watu wanavyoenda, mimi nipo mjini, kwa hiyo mambo ya mjini yaingiayo mjini si haramu. Idha asaa an-nasu asana, watu wakikosea na mimi nitakosea. Wa idha asabu asabna, na watu wakipatia na mimi nitapatia. Usiige watu, wewe mwenyewe unatakiwa uwe na ufanisi wa hali ya juu ya kuhakikisha kwamba nilichofanya ni sawa na kwa kadiri ya uwezo wangu na nilivyofahamu, hivi ndivyo ninavyotakiwa niende. Mpaka dakika ya mwisho ya maisha yako ikifika, uondoke hali ya kuwa Mola wako karidhika nawe. Hilo ndio kusudio la kuwekwa hapa duniani kwa muda. Nafasi gani ukakae baadaye itategemeana na ulivyojiandaa, maandalizi kiasi gani umefanya. Ukijiandaa vizuri utaenda kukaa pazuri. Ukikosa kujiandaa, umepoteza mwelekeo, utakuwa na pahala pa kufikia. Wallahu a'lamu, wallahu almusta'an, wa ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaka tunakuwa tunayo ya kuuliza, lakini sisi tutakapokosa ya kuuliza itabidi sasa tuwaulize nyinyi, kwa sababu mmekosa hata kutuuliza. Sasa hivi tuwaulize nyinyi kulingana na hii mada, namna ambavyo imekwenda. Naam, muulizaji wa kwanza. Naam, toi, karibu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi namuuliza shekhe kwamba sote ni Waislamu na mara nyingi sana ukiaziniwa twaja tukiswali, twaja tukifanya mambo mema, wasema twafanya mambo mema, lakini naona kidogo shekhe, mimi nashangazika. Kwani ni sisi Waislamu tukawa tunatiana tabu sana? Kwa sababu twaja tukifanya mambo mema, lakini badala yake tunafanya mambo ambayo kwamba ni maajabu. Kama yepi? Mambo ya husuda. Husuda zimetawala, na halafu wewe ukija hapa Allahu Akbar. Vipi Sheikh? Hilo mimi ndio swala langu tu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabu ya swala hili ni kwamba sisi ni watahiniwa kama nilivyosema, na aya imetuambia hatufanani. Wako ambao kati yetu sisi watahiniwa hufaulu mtihani wao, na wako ambao kati yetu sisi huwa wanafeli mtihani wao. Kwa hiyo hayo kwako wewe yawe ni masomo kwamba la, huyo mwenzangu kapinda. Maana Waswahili wanasema hasidi hana sababu. Hata kuhusudi kwa sababu hapendi tu wewe ufanikiwe. Kiondoke hicho ambacho kinakupeleka kwenye mafanikio hata kama hakukipata yeye. Sasa ujue kwamba hili suala kwenye jamii lipo, na wewe kwa kiasi chako uchukue tahadhari, wewe usiwe na hiyo tabia, na ujikinge kwa Allah madhara ya mwenye tabia hiyo yasikufike. Lakini tumechanganyika hapa, wazuri na wabaya wote tuko pamoja. Wengine hufaulu na wengine wakafeli, wengine huwa wamenyooka na wengine wamepinda. Ndo maisha. Hata hao mitume walipata upinzani kwao, yaliwafika mengi maudhi kutoka kwa watu waliokuwa wanaishi nao, kwamba haliepukiki suala hilo. Wengine tumenyoka na wengine tumepinda, na ndo maana tukatengenezewa mafikio tofauti, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'iri. Wallahu a'lam. Naam, nadhani swala la kwanza limejibika. Muulizaji wa swala la pili. Naam, tayeb, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe, mimi swali langu ambalo kama nauliza, Mwenyezi Mungu alituumba wanadamu halafu akajisifia akasema, kwa hakika nimewaumba wanadamu kwa umbile lililo bora. Sasa kati ya sisi binadamu, Mwenyezi Mungu kuna baadhi atawaingiza motoni, kuna wengine atawaingiza peponi. Na Mwenyezi Mungu anatupenda sana waja wake. Sasa hapa pa kutuingiza motoni ili hali atupenda, kwa sababu gani hasa iwe hivi? Kwa nini tuingie motoni wakati Mwenyezi Mungu atupenda sana waja wake, na wengine wende peponi? Kwa sababu gani hasa hapa? Sababu katupa mapema, katuambia nitakuwekeni kwenye mazingira ya kuwajaribu. Atakayefuata ule utaratibu wangu, huyo yuko salama, hana hofu wala hatakuwa na huzuni. Atakaye ukataa utaratibu wangu nitamwadhibu. Sasa na wewe, pamoja na kwamba unapendwa, umeletwa hapa, umeambiwa usifate akili yako, fuata muongozo wake, hutaki. Ameleta maagizo, nifanyieni hivi na msifanye hivi. Asivyotaka ndo unafanya, alichotaka hufanyi. Yeye kasema kwa kipindi hichi ni mpole sana, anakupururia, anakupa maisha, pesa zinaingia, afya nzuri, bado unafanya maasiya tu. Katika maagizo aliyoleta anabembeleza, enyi waumini, tubieni basi toba ya kweli. Mpaka unafikwa na mauti hujatumia hata hiyo fursa ya kusema Mola wangu nimekosea, nisamehe. Umeenda hivyo hivyo kishujaa na makosa yako.
Sasa akufanye nini? Na kisha kwambia ukinijia vibaya sina huruma. Huruma yake iko hapa. Ukikosea akasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, Muhammad, waambie waja wangu, mimi ninasema enyi waja wangu mliopitiliza katika kuzidhulumu nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe dhambi za aina yote. Innahu huwal ghafurur rahim, anabembeleza walio hai kwa sababu anawapenda. Lakini wewe mwenyewe unayependwa hutaki kupendwa, ndo kwanza unakomaa na unamjibu ufedhuli na unafanya sivyo mpaka mauti yanakufika. Ukifika hivyo vibaya, anatekeleza alichoahidi, atakuchoma kweli motoni, pamoja na kwamba anakupenda. Kuna wengine wanawapenda watoto wao, lakini wanawafikisha pabaya mpaka akasema bora na akakae huko jela, sitaki hata kumwona. Umeridhika na hilo jawabu? Kweli anatupenda, wa huwa al-ghafurul wadud, akatuwekea mazingira ya kwamba tusiharibikiwe. Na katika maneno mengine kwenye suratu Shura amesema, suratu Zumar, in takfuru, mukiamua kukufuru, kukataa nitakavyo mimi, fa inna Allaha ghaniyun ankum, Allah ni mkwasi, hahitaji chochote kutoka kwenu. Kwa hiyo kukufuru kwenu hakutomdhuru yeye. Wala yarda liibadihi alkufra, lakini Allah haridhiki, hayuko radhi mja wake kuwa kafiri. Unafahamu neno hayuko radhi? Mkikufuru sio kwamba kufuru yenu inamdhuru, hadhuriki kwa kufuru yenu, tamkikufuru nyote. Lakini tatizo, wala yarda liibadihi alkufra, Allah haridhi kufuru kwa mja wake, anapenda angalau alipe shukurani, afanye vile anavyomwelekeza. Wa in tashkuru, lakini mkiwa na tabia ya shukurani, yardahu lakum, hili ndilo analoridhia kwenu. Sasa fanya lile ambalo Allah litamridhisha, ataridhika na yeye, atakuya radhi. Ukifanya lile ambalo haridhiki nalo, hata yale mapenzi yake yataisha, atakuchukia. Wallahu la yuhibbu dhalimin, Allah hawapendi madhalim. Sasa usifanye dhulma, kwa sababu upande huo atakuwa Allah hakupendi. Hicho ndo kinachofanya akamwadhibu mtu, na alishafanya matayarisho mapema. Kaumba moto kwamba hapa ni mahala pa adhabu, wako wanaostahiki kuadhibiwa, nitawaadhibu hapa. Akaumba na pepo kwamba hapa ni mahala pa rehema, wako katika waja wangu watajituma, watastahiki kutunzwa mahala pazuri, akaweka janna. Mote mmeandaliwa kwa ajili ya watu. Kwa hiyo sisi ndo tukawekwa hapa tutengeneze mazingira ya kurudi vizuri. Tusimlazimishe, tusimforce atuchukie. Umenifahamu vizuri eh? Haya, inshallah khair. Naam, hilo lilikuwa ni swala la pili na jawabu yake. Swala la tatu, muulizaji. Naam, muulizaji. Naam, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Shekhe wetu hapa umetuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ameteremshwa Qur'ani ambayo kwamba imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, kwa sababu yeye ni Mwarabu na watu wake ni Waarabu, na Mola Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba hatujamtuma mtume yoyote isipokuwa kwa ile lugha ya watu wake. Kwa ile Mtume sallallahu alaihi wasallam tunataka tujue kwamba asili ambayo kwamba inatokea asili ya kwamba mpaka awe Mwarabu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wana tarikhi wanatuambia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam nasaba yake imefungamana na Ismail ibn Ibrahim, na tukiangalia Ibrahim na Ismail si Waarabu, lakini hii asli ya Kiarabu Mtume sallallahu alaihi wasallam inatoka wapi? Haya, inshallah.
To the best of my knowledge, kabila huwa zinajengeka kutokana na mchanganyiko wa nasaba. Umenifahamu vizuri? Sote tunaambiwa tunatokana na Adamu. Kwa ina maana sote tulikuwa tuwe kabila moja, sura moja, lugha moja, rangi moja, ndio? Ndio unavyofahamu. Wewe ushafuga kuku? Ushawahi kufuga kuku wa kienyeji? Ushawahi kuona kuku wako mweupe ukamtafutia jogoo mweupe, alafu akapandwa kuku mweupe na jogoo mweupe, akatoa vifaranga tofauti, vyekundu, vyeusi? Ushawahi kuona? Hujaona? Hujaona? Kwa hiyo na mnyini akitoka dume jeupe na jike jeupe watazaa watoto weupe tu. Haya, kwa kujibu swali lako, Nabii Ibrahim alizaliwa Iraq. Sasa unawafahamje watu wa Iraq? Naam, unawafahamu vipi watu wa Iraq? Na wewe unisaidie. Umesema Ibrahimu hakuwa Mwarabu na Ismaili hakuwa Mwarabu. Sasa huu Waarabu mtume wetu kaupata wapi na nasaba yake inatokana na Ismaili? Tunakwambia Ibrahim kazaliwa Iraq, na mkewe ambaye kazaa naye na huyo mtoto wake Ismail alikuwa ni Misri, Mama Hajar. Umeshanifahamu? Kwa hiyo Ibrahim kazaa na Mama Hajar mtoto anaitwa Ismail, halafu akenda akawaweka pale Maka, akawaombea dua. Alikuwa na wake wawili Nabii Ibrahim, mmoja mkubwa yuko Palestina, Mama Sara, na huyu mke wake mdogo ndo aliyemweka Maka, Mama Hajar. Mama Sara Maka kazaa mtoto anaitwa Ishaqa. Umenifahamu? Na huyu mtoto wa kwanza wa Mama Hajar anaitwa Ismail. Ishaqa akakulia Palestina, kaoa Mroma, mzungu. Ishaqa babake ni nani? Ibrahim. Lakini Ishaqa alipotaka kuoa akaenda kuoa Mrumi, mwanamke wa Kirumi, kazaa naye watoto wakiwemo Yakubu. Mshanifahamu? Yakubu naye kaoa upande wa kuukeni kwake kwa mama yake, kazaa watoto waliowazaa Yakubu, ndo aloitwa Israeli. Wanasema mashekhi kwa sababu tu ya tabia zake za safari nyingi za kidawa, alikuwa anaenda mchana na usiku. Kwa hiyo watu wake wakamwita huyu mwenda usiku, ndo akaitwa Israeli. Wanasema Israul Laili. Kwa hiyo Yakubu kazaa watoto wengi, watoto wake wakaitwa Bani Israeli, kama yeye ndo akawa muasisi wa hiyo kabila ya wana wa Israeli. Ukisikia Bani Israeli ni watoto wa Yakubu alayhi salam. Na mtume Ismail yeye kaoa mwanamke kutoka pande za Yaman, Waarabu, akaishi naye pale Maka. Umenifahamu? Kizazi kilichopatikana pale ndicho ambacho hili tumbo la Makureshi, lugha yao ni Kiarabu, mila yao Waarabu na kila kitu chao. Hiyo ndo ninavyojua mimi. Umefahamu? Usione huu Waarabu ndo umeanza kwa Ismaili, huko zamani hata huo kina Saleh na Hudi wameshuka hapo hapo Warabuni. Lakini hizi koo au hizi kabila huwa zinaundika kwa vile watu kuchanganya nasabu hii na hii, ikapatikana kabila fulani. Hata wewe unaweza ukasema mimi nataka Maraini au mwanamke wa Kichina, wapo wanapatikana. Sasa wewe Mpemba ukapata na mbegu ya Kichina, watakuja watu tofauti wengine, watakuwa ni mwanzo wa kabila yao, watazaliana, kwenda na wao wakaitwa kabila lao fulani. Umenifahamu vizuri? Haya, inshallah.
Na la mwisho naam, tayeb, karibu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi shekhe, swali langu ni dogo tu. Naam. Nauliza, hapa tukishaadhini tukae muda gani kwa kusubiri imamu? Halafu ndio tuswali. Hili ni suala la urfu nasi wenyewe pale mtaani kwenu, kijijini kwenu, mjini kwenu, mnaamua, wala halina mfungamano na mambo mengine. Lakini tunaposoma vitabu vya fiqh tunaambiwa mwanzo wa swala na mwisho wa swala. Swala fulani inaingia kuanzia saa fulani na dakika fulani, inaisha saa fulani na dakika fulani. Sasa kusubiri, hili ni suala la makubaliano wenyewe ahlu masjid. Unaweza kujua dharura za imamu wenu, imam ratib, sasa tutamsubiri kwa muda wa dakika 10. Ni suala la makubaliano. Swali dakika 10. Ikiwa dakika 10, dakika 5, dakika 30. Kuna misikiti mingine huwa inaendeshwa darsa kwa muda huu wa magharibi, halafu wanachelewa kusaliisha kwa sababu wanaenda na ile darsa yao ina maswali, wengine walimu wengine wanatoa kazi labda za nyumbani. Kwa hiyo anasema sala ya sunna, sala ya Isha ni sunna kuisali, kuichelewesha kidogo. Kwa hiyo hili pia ni swala la maamuzi ya msikiti. Mtu atakayejua msikiti fulani wanawahi na mimi nataka niwahi, anakwenda. Atakayejua msikiti fulani wanachelewa, ule nitawahi jamaa, wacha nifanyie hapa shughuli zangu, anafanya. Hilo halina matatizo yote. Naam, jana tumalizie swali. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mwalimu, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kuliapia jua na mwanga wake na wala hajaapa kumwambia huyu mwanadamu ambaye kwamba ndiye mtihaniwa? Hata na mwanadamu kamwapia, wa nafsin wa ma sawaha. Hiyo nafsi ni mwanadamu, ni nafsi ya binadamu. Kaapia vitu vingi ikiwemo na nafsi ya binadamu mwenyewe. Kila alichokiapia kuna hikma maalum. Akiuapia usiku na mchana, maana yake usiku na mchana ndio kama ukurasa unaochukua amali zako ulizozifanya, zinahifadhiwa kumbukumbu zako za kutwa kwenye ukurasa mmoja wenye usiku na mchana. Kwa kuongezea, naam, au majini wao hapa hawaingii kwenye nafsi ile apio ile. Mtume wetu katumwa kwa wote ulimwenguni, binadamu na majini. Kwa hiyo kila tulichoamrishwa sisi na wao wameamrishwa pia, na wao pia wanakabiliwa na hisabu, kwa sababu ibada tumekalifishwa sote, binadamu na majini. Siku ya Kiyama imeandaliwa kwa ajili yetu sote, binadamu na majini, athaqalain. Na pepo na moto imeandaliwa kwa ajili yetu sote, binadamu na majini. Kwa hiyo sisi sote ni watahiniwa, tumekabiliwa na siku ya kuja kupewa matokeo, na tutapata matokeo ya sehemu zote mbili. Wallahu a'lam. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.